Mwambie yule mzee, sasa Mungu anamponya anatoa nini? Nikamwambia kwa nini? Leo ukiona adui yoyote jua yaani Mungu ameponya jambazi. Nikasema sina kazi hiyo. Kazi iliyokuwepo mimi ni utukufu. Bwana apewe utukufu. Pesa yake na kila kitu siwezi kuidai kwa ajili ya kazi ya uponyaji. Bwana anatukuzwa mwenyewe. Sifa ni kwake mwenyewe. Uweza ni wake mwenyewe. Wachawi wajue Yesu anaweza. Waganga wajue Yesu anaweza. Watu wote kijijini wajue Yesu anaweza. Fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Swala la ujenzi atatupa Bwana, hatuwezi kutupa huyu. Jinga kabisa. Siku moja akanipigia simu. Akasema, mchungaji, kuna ndugu yangu hapa anauma. Wewe bwana ni kama kichaa. Sasa nimeongea nao. Nimesema muende kwa mchungaji, mwambie mchungaji kwamba mtoe sadaka ya ukombozi ili muombee. Akaja akasema, bwana yuko. Nikamwambia, rafiki, ngoja nikwambie, mimi sio nabii na mtume. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Shenzi huo ni mshenzi. Mimi sio manabii wenu matapeli. Nile kama mgonjwa wenu anauma, mleteni tumuombee aende, utukufu ni kwa Bwana. Kama kwa ajili ya fedha, nendeni kwa wanaopokea fedha. Mnaibiwa kwa sababu ya kumjua Mungu. Ukisha kuokolewa, peleka sadaka yako kwa hiari mwenyewe. Sio madhabahu ianze kukuleta. Na leo tunakuwa na manabii wa kishenzi mitaani na wachungaji wa kishenzi. Leo tunasema jamani, leo tuna sadaka za kuvunja madhabahu. Wewe madhabahu ya babu yako tumevunja nini? Acha ushenzi. Anayevunja Yesu mwenyewe ukimjua, roho akiingia, hakuna cha mababu anakanyagia, uchawi anakanyagia, magano anakanyagia, mateso anakanyagia. Yesu anaweza. Yesu ni mkuu sana. Roho Mtakatifu ni waajabu sana. Nilipookoka nikamwambia Yesu, asante. Kuanzia leo kati hapa kwenda mbele ni baraka kwa Bwana. Hakuna chawi tena. Ninampenda sana Yesu. Anasema ya kwamba hakuna uchawi katika Yakobo wala uganga katika Israeli. Hesabu 23 mstari wa 25. Hakuna uganga katika Yakobo wala uchawi katika Israeli. Ukiokoka umebarikiwa na Bwana. Haleluya. Sasa wewe uchawi unaobeba au unapelekea wahuni unaokuta. Shida ni kumjua Mungu. Na kujaa Roho Mtakatifu. Wakisema tuna maombi na kwanza kuchapa alama. Tuna kambi safari kwenye vibarua vya watu. Tajaa roho za ndani. Taijua kweli za ndani. Sinabaki ni maskini tu. Maskini wa ufahamu na maskini wa kimwili. Nampenda Yesu. Sema hebu fanya biashara pamoja na Bwana. Maana biashara pamoja na Bwana inalipa. Sipomjua Mungu unaweza kuwa fukara ufahamu. Na Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hosea anamwambia watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa hayo yanapatikana. Roho Mtakatifu anaposhuka ndani yetu analeta maarifa. Anatujulisha tusiyojua. Ndio maana Yesu akamwambia ajapo huyo atawafundisha yote na kuwafunulia yote. Huyo atawakumbusha yote. Yaani kila jambo atalifanya. Sasa
mpira utapenda. Sasa nilipookoka nikapona vizuri, nilipoona kidogo, siku moja naingia uwanjani nikapiga jeraha. Jamaa akasema huyu anaenda wapi? Nikamwambia niko kwenye zoezi. Ondoka nenda kahubiri, ondoka kahubiri. Wakanifukuza. Nikamwambia sasa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Roho akiamua kukutumia kuna sehemu atakufukuza. Waliponifukuza sikurudia tena. Nikasema haya, mimi kazi yangu sasa, ngoja nichape injili kila upande, kila kona. Aisee, ninapenda kuihubiri injili kwa sababu kwa hiyo naliitiwa. Paulo ananifurahisha, anasema nawiwa na Myahudi na Myunani pia, ili niwapelekee injili. Deni langu liko kwa watu ninaohubiri injili. Hiyo ndio deni. Roho Mtakatifu anampa kazi ya kufanya. Wewe umekupa kazi yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amekupa kazi yake Roho Mtakatifu. Hiyo ndio unayofanya. Ndio maana anasema Roho Mtakatifu anafanya tuwaze kama Mungu anavyoona au tuone kama Mungu anavyoona. Wewe unaona nini? Roho Mtakatifu. Isaya 55 mstari wa 8. Anasema mawazo yenu sio kama mawazo yangu, akili zenu sio kama akili zangu. Kama mbingu na nchi zilivyotengana umbali, ndivyo akili zangu na akili zenu zilivyotengana umbali. Ndivyo mawazo yenu na mawazo yangu yalivyotengana yakawa Mungu. Sasa kwa namna hiyo, ina maana mtu huyo ambaye yuko mbali sana hatuwezi kumwabudu, hatuwezi kumtumikia mpaka nguvu, mpaka uwezo utoke kwake uje utusaidie. Ndio maana Roho Mtakatifu yeye kutoka mbinguni kuingia ndani yetu ili atusaidie kuwaza kama anavyowaza Mungu, ili atusaidie kufikiri kama anavyofikiri Mungu, ili atupandishe viwango. Sawa jamani? Ili wewe kuwaza anavyowaza Mungu kweli, ili kuwaza anavyowaza Mungu. Ila Roho Mtakatifu ndiye ananipa kuwaza kama anavyowaza Mungu. Ndiye ananipa kufikiri kama anavyofikiri. Ndiye anayetukaribisha kule jirani na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ndiye anayetukaribisha. Tuwe jirani. Hata ukiomba, ndio maana anasema hata kwenye maombi anasema ya kwamba yeye huomba kwa kukua kusikokuwa na uwezo wa kutaka. Kwa sababu yeye anajua nia zetu, anajua kila kitu. Kwa hiyo hapo tuombe. Kitabu cha Waebrania sura ya 12 anasema basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Sasa kuna nini basi? Tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri ili tupate neema na rehema kutoka kwa Bwana kwa ajili ya mahitaji. Kwa nini tukikaribia kile kiti? Tunapokaribia kile kiti, Roho Mtakatifu anapaisha maombi yetu yaende kwenye kiti cha rehema. Hivi kwenye kiti cha rehema nini kinapatikana? Inapatikana neema. Neema ni nini? Ni nguvu ya kukuwezesha, ni nguvu ya kupendelea, nguvu ya kupendelea iliyompendelea Petro aliyemkataa Yesu. Nguvu ya kupendelea, mahali usipoweza unawezesha. Biblia inasema neno huwa roho huisha. Neno linasema uwezi kati mwingine ndio kukaze. Roho anashuka, anaendelea kuhuisha, anaendelea kuleta neema, anaendelea kuleta nguvu, anaendelea kukutia kwenye kweli, anakusafisha, anakufanya chombo kipya, anakufanya uwe na masikio ya roho, anakufanya uwe na macho ya roho, uone kama Mungu anavyoona, usikie kama Mungu anavyotaka, ili baraka za Bwana zitembee wewe, ili utumishi wa Bwana utembee wewe, ili